Marekani na kumiliki risasi ni kitu cha kawaida. Hiyo ni sheria ambayo ilipitishwa zamani sana na serikali ya hapa kuhakikisha kila mtu anajilinda na kitu chochote kile ambacho kinaweza kikatokea nyumbani kwake, au watu ambao wanaweza kaja nyumbani na kumteka huyo mtu kutokana na sababu mbalimbali za kuwa na mali, za kuwa na fedha, au za kumchokoza mwenzio, au za ubaguzi wa rangi ambao ulitanda vipindi vya zamani. Kila watu wakaanza kucreate vikundi vyao kuhakikisha usalama wa community ile ambayo wanayoishi. Na hivyo hapa Marekani huwa kuna vikundi mbalimbali, na sio watu weusi tu, na watu ambao wana rangi mbalimbali hapa Marekani wana vikundi kama hivyo. Kwa ujumla wanaitwaga magenge. Magenge hayo ni vikundi hatari ambavyo vinafanya uhalifu kwenye njia tofauti tofauti. Baadhi wanaiba, baadhi wanauza madawa ya kulevya, baadhi wanateka, baadhi wanajilinda. Kwa hiyo kuna sababu mbalimbali zilizowafanya hawa watu wa create haya magenge au makundi ambayo ni hatari sana kwa kujiprotect, kwa maana hapa Marekani kuna watu wa aina mbalimbali, na hivyo vikundi kama hivyo vinatumikishwaga kwa ajili ya kulinda watu wa aina fulani. Magenge hapa Marekani ni vikundi hatari sana, na wengi hutumia hiyo njia kwa kuangalia kama wanaweza wakasevu maisha yao. Kiufupi, gengi ni kundi la majambazi hapa Marekani ambayo yanatumiaga nguvu zao kwa kuja pamoja kwa kuhakikisha kwamba wana defeat watu fulani. Na magenge wao yanaenda paka kwenye masuala ya mziki kabisa, na kuhakikisha kwamba wanajilinda kutokana na haya makundi ya mziki. Upande huu yanaweza yakaja yakashambuliana na hawa ambao wapo upande huu, maana mziki zamani ilikuwa ni system ya kuhakikisha tumefikisha ujumbe wetu kwa kile ambacho kinachotusumbua sisi community fulani. Hapa Marekani magenge ni mengi sana, na sababu ya watu kuanza kumiliki risasi hapa Marekani kutokana na usalama zaidi, na kuhakikisha upo safe kutokana na kitu chochote kile ambacho kinaweza kikakutokea kama ukivurugana na mtu au mkikoseana adabu. Hapa Marekani huwa hawatumii masuala haya ya kupigana mangumi sana sana. Wanaweza wakukundia njama, ukifanya makosa wakakundia njama kikundi fulani ambacho kimekuona na kikakuua moja kwa moja, wanahakikisha unapotea. Na hata hivyo historia za wasanii wengi ambao walikuwa wakichomoka kwenye mziki, wengi wao wanakufa kutokana na hivyo vikundi ambavyo vimetamba sana hapa Marekani. Na sio watu weusi, hata watu weupe wana magrupu haya ya magenge hapa Marekani. Na hiyo ndo sababu ya watu kumiliki risasi hapa Marekani, kutokana na kujilinda na mauaji ambayo yanaweza katokea nyumbani kwako. Hivyo swala kama hilo nafikiri waliona litapunguza mauaji na litawapa wale watu ambao wanaotaka kufanyia ubaya kuja nyumbani kwako hivi hivi, maana wakidondoka na wewe kama uwaelewi unaruhusiwa kuwashuti au kuwaua. Serikali ndio itajua nini cha kufanya, maana huyo mtu atakuwa amefika nyumbani kwako. Na hivyo hapa Marekani inamfanya mtu kumtembelea mtu mwingine inabidi umpe taarifa. Usiende kwenye nyumba ya mtu tu kasimama, hata kama kuna mvua uwe makini kusimama kwenye manyumba ya watu, maana chochote kinaweza kikakutokea. Maana unaweza kusimama kwenye nyumba ya mtu hapa Marekani wakafikiri wewe ni jambazi au una jambo lako unataka ulifanye, hivyo wanaweza wakakushuti na ukapoteza maisha. Umiliki risasi hapa Marekani ni kitu cha kawaida kutokana na changamoto hizo za watu kujilinda na kuogopa kufa au kufa vifo ambavyo havitegemeki hapa Marekani. Hii ni CVC Production, moja kwa moja tunapatikana Cleveland. Usisahau kusubscribe channel hii ili clip kama hizi zikufikia.